Sura ya 12. Kwa pambazuka Ufaransa. Upinzani wa Speyer na ungamo la Augsburg vilifuatiwa na miaka ya mapambano makuu na machafuko kabisa. Uprotestanti ukiwa umedhoofishwa na mafarakano ulionekana ukielekea kufa. Mfalme akitazamia kuwa atafaulu, ndipo kushindwa kwake kulimtokea ghafla. Mwishowe alilazimika kupitisha ushindi wa mafundisho yaliyokusudia kuyaharibu tangu zamani. Aliona majeshi yake yakiangamizwa katika vita, hazina zake zikikaushwa na sehemu kubwa ya nchi yake ikikaribiwa na uasi, ambavyo imani ile aliyoichukia na kuipinga ikazidi kustawi na kufanikiwa. Charles wa tano amekuwa akijaribu kupigana na Mwenyezi na uwezo wake. Mungu alikuwa amesema na iwe nuru, lakini mfalme alikuwa amedumisha giza. Akiwa amedhoofishwa na mapambano ya muda mrefu, mwisho akajiuzuru kiti chake cha enzi, akajikalia kama mtawa. Katika Uswizi, wakati wengi walipoipokea imani ya watengenezaji, wengine waling'ang'ania imani ya Rumi. Mateso yaliyokuwapo yalisababisha vita vya wenyewe kwa wenyewe. Zwingli na wengine wengi ambao walijiunga na watengenezaji waliangukia katika vita na kumwaga damu vilivyokuwa vikipiganwa huko Kappel. Rumi ilikuwa ikishinda na mahali pengi ilionekana kwamba inarudisha mali yake iliyotekwa, lakini Mungu hakuwa ameachilia mbali kazi yake na watu wake. Katika nchi nyingine, Mungu aliinua watendakazi wengine ili waendeleze kazi ya matengenezo. Katika Ufaransa, aliyepata nuru mara ya kwanza alikuwa Lefebvre, aliyekuwa mwalimu mtaalamu katika chuo kikuu cha Paris. Katika uchunguzi wake wenye maandiko ya zamani, aligundua Biblia na akaanza kuwafundisha wanafunzi. Alijishughulisha na historia ya watakatifu na wafia dini kama ilivyonakiliwa na kanisa. Naye alikuwa ameendelea sana katika uchunguzi huo. Ndipo wazo lilipomjia na kutafuta msaada wa Biblia juu ya habari hiyo. Basi akaanza kuisoma na kuchunguza. Kwa kweli alikuta watakatifu wanatajwa katika Biblia, lakini hawataji kama namna wanavyotajwa katika taratibu za kanisa la Roman Catholic. Basi akachukia na kuachilia mbali uchunguzi huo, akajishughulisha na mafunzo ya Biblia, yaani neno la Mungu. Katika mwaka wa 1512, kabla Luther na Zwingli hawajaanza kazi ya matengenezo, Lefebvre aliandika na kusema, Mungu ndiye alitupatia haki kwa njia ya imani, ambayo inatupeleka katika uzima wa milele kwa neema yetu. Wakati alipokuwa akifundisha kwamba utukufu wa wokovu ni wa Mungu peke yake, akasema kuwa wajibu wa utii ni wa binadamu. Baadhi ya wanafunzi wa Lefebvre walimsikiliza kwa makini sana, hata wakatamani kuwa watangazaji wa maneno hayo ya Mungu wakati mwalimu wao atakapofariki. Mmojawapo wa watu hao alikuwa William Farel. Wazazi wake walikuwa waumini mashuhuri katika kanisa la Roman, naye alichukizwa sana na watu waliokuwa wakipinga mafundisho ya kanisa la Rumi. Alikuwa na nia ya kuangamiza watu kama hao. Alisema, ninaposikia mtu akisema maneno kinyume na Papa, ninamsagia meno kama mbwa mwitu mwenye ghadhabu. Lakini taratibu za ibada, kutukuza watakatifu, kuabudu madhabahuni na kutoa matoleo ya kila namna haviwezi kuleta amani moyoni. Kutubu na kutoa kitubio cha dhambi na kadhalika haviwezi lolote. Maneno ya Lefebvre yalikuwa wokovu ni wa neema. Msalaba wa Kristo peke yake ndio hufungwa malango ya mbingu na kufunga malango ya kuzimu. Farel akiwa ameongoka kama Paulo, aligeuka kabisa kutoka katika kifungo cha mapokeo na kuingia katika uhuru wa wana wa Mungu. Badala ya kuwa na roho ya ghadhabu kama ya mbwa mwitu, aliyegeuka akawa mpole kama mwanakondoo, akiwa ameachana kabisa na Papa na kumgeukia Kristo. Wakati Lefebvre alipokuwa akiitawanya nuru ya Injili kwa wanafunzi, Farel aliitawanya kwa watu wote hadharani. Mkuu wa kanisa, Askofu wa Meuski, alijiunga pamoja nao. Walimu wengine pia wakajiunga nao katika kuitangaza Injili na kuongoa watu wa aina mbalimbali, tangu mafundi, wakulima, hata watu wa ikulu. Katika jumba la mfalme, dada wa mfalme Francis wa kwanza aliipokea imani ya watengenezaji. Watengenezaji walitazama kwa matumaini makubwa wakati ambao Ufaransa ingeongolewa kwa Injili, Agano Jipya la Kifaransa. Lakini matumaini ya watengenezaji hayakutimia. Mateso na majaribu yaliwangojea wanafunzi wa Kristo. Walakini wakati wa amani ulipita kati ili wajiandae kukutana na tufani kali. Wakati huo watengenezaji waliendelea sana. Lefebvre alijishughulisha na kazi ya kutafsiri Agano Jipya kwa lugha ya Kifaransa. Wakati ule Biblia ya Kijerumani ilitafsiriwa na Luther ilipotoka mitamboni huko Wittenberg.
Agano Jipya ya Kifaransa pia ilichapishwa huko Mekius. Basi wakulima wa Mekius walipata kulisoma neno takatifu la Mungu. Basi wafanyakazi, mafundi, wakulima waliburudika sana na kuchangamka wakati walipokuwa wakiongea na kutafakari mafungu ya Biblia. Ingawa hawa kuwa wenye elimu ya juu, wakiwa wakulima tu, nguvu ya neema ya Mungu ilionekana katika maisha yao. Nuru iliyowashwa huko Meux ilipeleka mwanga wake mbali. Hesabu ya waumini ilizidi kila siku. Kwa muda, ghadhabu ya serikali ya kanisa la Rumi ilizuiliwa isiwaingilie watengenezaji, lakini baadaye viongozi wa papa walifaulu. Uchomaji moto wa wale wanaopinga Rumi ulianza. Wengi walichomwa moto hadharani kwa ajili ya imani yao. Katika majumba ya mabwana na majumba ya wafalme kulikuwako watu waongofu ambao walithamini ukweli wa Biblia zaidi ya vyeo, mali, hata maisha yao. Louis de Berquin alikuwa mtu wa uzao wa kikubwa, yaani wazazi wake walikuwa maarufu. Yeye alijishughulisha na kujifunza Biblia, akaongoka, ingawa kwanza alikuwa amechukia Waluther. Baadaye aliposoma Biblia akaona kuwa mafundisho yaliyomo siyo ya Rumi bali ya Luther. Basi akawa mfuasi. Warumi wa Ufaransa walimtupa kifungoni kama mtu mzushi, lakini alifunguliwa na mfalme. Kwa muda wa miaka kadhaa wa kadha, Francis alisita kati ya Rumi na matengenezo. Berquin naye alifungwa na wafuasi wa papa mara 3, lakini alifunguliwa na mfalme aliyekataa kumtia hatiani kama mzushi. Berquin alionywa mara kwa mara kuhusu hatari inayomkabili katika Ufaransa na akashauriwa atoke nchini akakalie mahali pengine penye usalama. Berquin shujaa. Juhudi ya Berquin ilizidi kuwa kubwa. Alikusudia kutenda makuu kijasiri. Yeye hakuitetea kweli peke yake, bali alishambulia makosa bila kujali. Wapinzani wake walikuwa watawa wasomi, hasa waliosomea Biblia katika chuo kikuu cha Paris, ambacho ni chuo maarufu nchini. Katika maandiko wa watu hawa, Berquin alipata makosa 12 ambayo alidai kuwa ni kinyume cha Biblia. Watu hawa walikuwa wataalamu. Walimwomba mfalme aamue katika mashindano hayo. Akifurahia nafasi hii ya kushusha kiburi cha watawa hawa, mfalme aliwaagiza Warumi wajitetee na kutetea msimamo wao kwa kutumia Biblia. Silaha hii itawasaidia kidogo tu. Mateso na kuchoma moto ndizo silaha zao walizozijua bora zaidi. Sasa wakaona kuwa wamo mtegoni, kunaswa katika shimo waliotaka kumtupa Berquin, na sasa wakatazamana na kutafuta njia ya kukwepa. Wakati huo sanamu ya Bikira Maria ilikuwa imesimamishwa kwenye kona ya barabara. Ilikuwa imevunjwa. Watu wengi walijazana mahali hapo penye sanamu, wakiomboleza na wenye uchungu. Hata mfalme alisikitika. Watawa walipaza sauti zao wakisema, haya ni matokeo ya mafundisho ya Berquin. Vitu vyote vitaondolewa sasa, yaani dini, sheria na serikali yenyewe, na hawa Waluther waasi. Mfalme akaondoka toka Paris na watawa wakaachwa peke yao ili wafanye wapendavyo. Basi Berquin akashtakiwa na kuhukumiwa kifo, na isiwe mfalme Francis kuingilia kati na kumwokoa. Hukumu ingetekelezwa siku ile ile. Wakati wa adhuhuri, watu wengi walikusanyika ili kushuhudia tukio hilo. Wakashangaa kuona kuwa mtu aliyehukumiwa ni mtu mashuhuri katika nchi ya Ufaransa. Mshangao wa uchungu na wasiwasi vilijaa nyusoni mwa makutano, lakini uso wa mtu mmoja tu ulikuwa na utulivu. Huyu aliyehukumiwa kufa, Jan Berquin, ndiye aliyejua kuwa bwana wake yuko karibu hapo. Uso wa Berquin uling'aa kwa nuru ya mbinguni. Alivaa vazi la mahameli la hariri na soksi za dhahabu. Alikuwa karibu kumshuhudia mfalme wa wafalme. Hakuwa na alama ya huzuni katika uso wake, alijaa furaha. Wakati mkutano ulipoanza, safari barabarani kwa taratibu, watu wakashangaa kumwona akiwa mwenye furaha. Watu wakasema, anafanana na mtu anayekaa hekaluni akitafakari mambo matakatifu. Berquin achomwa moto. Berquin alipokuwa amefungwa kwenye mti wa kuchomewa, alijitahidi kuwazungumzia watu maneno, lakini watawa wakaanza kupiga makelele na askari kupiga makofi. Basi ghasia hizo zikaziba sauti ya mfiadini. Hivyo katika mwaka wa 1529 kasisi mkuu wa Paris aliyowekea watu wa 1793 msingi wa kuigwa. Kwa maneno matakatifu ya mtu anayekufa,
Balkion alinyongwa na mwili wake ukatetea ndani ya ndimi za moto. Walimu wa matengenezo ya imani waliondoka huko wakaenda mahali pengine. Lefevre yeye alikwenda Ujerumani. Farel alirudi kwao upande wa mashariki huko Ufaransa ili kuhubiri kwa watu wa kwao. Mahubiri yake yalipata wafuasi. Baada ya muda alifukuzwa mahali hapo. Alipita vijijini akifundisha Biblia katika nyumba za watu kwa siri. Alijificha misituni na milimani. Ndani ya mapango yalikuwa mazoea yake wakati wa utoto wake. Kama ilivyokuwa wakati wa mitume, mateso yalishindwa kuzuia Injili isiendelee mbele. Wafilipi sura ya 1 mstari wa 21. Ndivyo ilikuwa kwa watengenezaji. Walipofukuzwa kutoka Paris na Meaux, walitawanyika wakaenda huko na huku wakihubiri neno. Matendo sura ya 8 mstari wa 4. Hivyo nuru ya Injili ikafia mahali pambali katika nchi ya Ufaransa. Mwito wa Calvin. Katika mojawapo ya shule za Paris kulikuwamo kijana mmoja mwangavu, mtu asiye na lawama yoyote, mwenye akili, mcha Mungu, hali yake bora. Alifanya chuo chake kijivunie kwa ajili yake, na ilitumainiwa kwamba kijana huyo ambaye aliitwa John Calvin atakuwa mtetezi ukweli kanisani. Lakini nuru ya Mungu ilipenya kuta za chuo, ikamfikia Calvin na kuupenya ushirikina uliomzunguka. Olive Turn, binamu wa Calvin, alikuwa amejiunga na watengenezaji. Wawili hao waliongelea mambo yalikuwa yakitatiza Ukristo. Olive Turn alisema, kuna dini mbili duniani, Protestant na moja ambayo imebuniwa na watu, ambayo mtu hujiokoa mwenyewe kwa njia ya maadhimisho yake na matendo yake mema. Dini nyingine ni ile inayofunuliwa katika Biblia, ambayo humwelekea mtu apate wokovu kwa nia ya neema ya Mungu itolewayo bure. Calvin akasema, sitataka mafundisho yako mapya. Unadhani kuwa nimeishi makosani kwa miaka hii yote? Lakini Calvin alipokuwa peke yake katika chumba chake, aliyetafakari maneno ya binamu yake, alijikuta hana mtetezi mbele ya hakimu wa haki, yaani Mungu mkuu. Matendo mema, maadhimisho ya kanisa, yote yalikuwa bure kuweza kusamehe dhambi. Maungamo na kitubio haviwezi kumpatanisha mtu na Mungu. Mashahidi katika kuchoma moto. Kwa bahati, siku moja Calvin alibahatika kushuhudia tendo la kuchoma mtu aliyedhaniwa kuwa ni mzushi hadharani. Katika tukio hilo la mateso ya kikatili, akibishana kwa ajili ya hukumu iliyotolewa na kanisa, kijana huyu aliona mfia dini akionyesha imani na ujasiri kabisa, na alipojipambanisha na yeye mwenyewe alijiona kuwa hafai. Akashangaa kuona mafundisho ya Biblia ndio uzushi na imani ya mzushi imejengwa katika Biblia. Kwa hiyo yeye aliazimu kujifunza Biblia na kuichunguza kwa makini. Katika Biblia aligundua Kristo, akapaza sauti na kusema, O Baba, dhabihu yake imetuliza ghadhabu yako, damu yake imeniosha uchafu wangu, msalaba wake umenitetea, kifo chake kimenipatanisha na Mungu, umenigusa moyo wangu ili niyachukue mambo yote isipokuwa yale ya Yesu tu. Sasa akakusudia kujitolea kwa Injili katika maisha yake yote, lakini aliogopa na akajishughulisha kujifunza. Ila kwa ajili ya maoni na mashauri ya rafiki zake, mwisho akakubali kuwa mwalimu. Maneno yake yalifanana kana kwamba ni umande unavyoangukia majani na kuiburudisha nchi. Sasa alikuwa katika mji mkuu wa mkoa, akiwa chini ya ulinzi wa Margareti, binti wa mfalme, ambaye kwa kupenda Injili aliwapenda wapenda Injili wenzake. Kazi ya Calvin ilianza katika nyumba za watu waliosikia Injili, nao walipitisha kwa wenzao, na vivi hivi aliendelea kuweka msingi wa kanisa ulio imara, ambao litatoa ushuhuda bila woga. Ilipasa Paris ipate nafasi nyingine ya kuhubiri Injili. Mahubiri ya Lefevre na Farel yalikataliwa, walakini ilipasa Injili ihubiri kwa watu wote wakao humo. Mfalme alikuwa hajawaunga mkono Warumi na kuwapinga watengenezaji. Margaret alikubali kuwa imani iliyosahihishwa lazima ihubiriwe katika mji wa Paris. Akaamuru kuwa mchungaji wa Kiprotestanti lazima ahubiri makanisani. Jambo hilo lilipigwa marufuku na waongozi wa Papa. Margaret akaruhusu Injili ihubiriwe katika jumba la ufalme. Iliamriwa kuwa kila siku mahubiri yatolewe mara moja. Watu maelfu waliokuwa wakihudhuria katika mahubiri hayo. Mfalme akaamuru kuwa makanisa mawili ya Paris yafunguliwe.
Mji wa Paris ulikuwa haujahubiriwa neno la Mungu kama wakati huu. Hali ya kiasi, usafi na utulivu pamoja na shughuli vilichukuliwa mahali pa ulevi, ufisadi, ugonjwa na uvivu. Watu wengine walipoiamini Injili, wengine waliikataa. Baadaye watu wa papa walifaulu kupata madaraka. Kwa hiyo wakaamuru makanisa yafungwe na kuanza tena kuchoma watu moto waliowapinga. Wakati huo Calvin alikuwa angali Paris. Mwishowe wenye madaraka wakakusudia kumwingiza katika ndimi za moto. Calvin hakuwa na wazo lolote kuhusu hatari. Wakati rafiki zake walipomwendea chumbani kwake na kumwambia kuwa wakuu wako wako njiani wanakuja kumkamata, basi muda si muda pakasikika hodi kwenye mlango wa nje. Basi rafiki zake hawakupoteza wakati, walikwenda kuwachelewesha wakuu wale mlangoni, wakati wengine wakimshusha Calvin dirishani. Akakimbilia katika nyumba ya mtu mmoja aliyekuwa rafiki yake. Huko akajigeuza na kuvaa mavazi mengine, akatia jembe begani, akaanza safari. Alisafiri kwenda kusini ya Ufaransa. Mwisho akajikuta amefika katika utawala wa Margareti. Huko akapata hifadhi. Calvin hakuzidi kujikalia bila kazi. Mara ile hatari iliyomkabili ilipotulia, alitafuta mahali pengine pa kufanya kazi huko Poitiers, ambapo paliyakaribisha mawazo mapya. Hapo watu walisikia Injili kwa moyo. Wafuasi walipoongezeka, ilionekana kuwa ni bora watoke mjini wawe nje ya mji. Pango moja zuri lilichaguliwa liwe mahali pa mkutano. Mahali hapo pasiri, neno la Mungu lilisomwa na kutafakariwa. Mahali hapo hapo waliadhimisha sikukuu ya meza ya Bwana kwa Waprotestanti wa Ufaransa. Kutoka katika kanisa dogo hili, watu kadhaa wa kadha waaminifu walitumwa huko na huko wakiitangaza Injili. Mara nyingine tena Calvin alirudi Paris, lakini alikuta karibu kila aina ya kazi ya matengenezo imefungwa. Mwisho akakata shauri kwenda kuishi Ujerumani. Wakati tufani ya mateso ilipolipuka Ufaransa, Calvin alitoka huko kwa shida sana. Waprotestanti wa Ufaransa, yaani watengenezaji, walikusudia kuanzisha shambulio maalum juu ya Rumi ambalo lingetaharakisha nchi nzima. Matangazo ya kushambulia ubatili wa misa yaliwekwa usiku mmoja mahali pote nchini. Bidii hii ambayo ilikuwa dhaifu iliwapa Warumi sababu ya kutaka wazushi hao waangamizwe, kwamba wanahatarisha serikali na kuvuruga amani nchini. Mojawapo ya tangazo hili ilibandikwa kwenye mlango wa mfalme. Ujasiri huo ovyo ulithubutu hata kufika katika nyumba ya mfalme, ulichochea ghadhabu. Ghadhabu yake ilikuwa katika usemi huu: washikwe wote bila kujali wanaoshukiwa, bora wawe wa Luther, nitawang'oa wote. Mfalme aliunga mkono Warumi. Utawala wa ufukuu. Mfuasi mmoja wa imani ya matengenezo aliyezoea kuita waumini wakutane mahali pasiri ili waabudu na kujifunza neno la Mungu alikamatwa. Mtu huyu alikabiliwa na kifo cha kuchomwa moto, na matisho yake aliamriwa aingie kila nyumba ya mfuasi wa Kiprotestanti katika mji huo ajitambulishe kama mfuasi wa Papa. Hofu ya kuchomwa moto ilimtisha, naye akakubali kuwasaliti wenzake, yaani akafanya jinsi alivyoamriwa kufanya. Morin, mpelelezi wa serikali, pamoja na msaliti huyu walipita polepole barabarani mjini. Walipofika nyumba ya mfuasi wa Luther, yaani Mluther, yule msaliti alionyesha dalili bila ya kutamka neno. Basi msafara ukasimama ukaivamia nyumba hiyo ya Mkristo Mluther. Watu waliokuwamo wakakamatwa na kufungwa, halafu wakaendelea kutafuta Wakristo wengine. Morin aliutetemesha mji. Ulikuwa utawa wa ufukuu. Wale waliokamatwa waliuawa kikatili mno. Walipochomwa moto, iliamriwa kwamba moto upunguzwe ukali wake ili wazidi kuungua kwa muda mrefu bila kuteketea. Lakini hata hivyo walikufa kishujaa bila kuonyesha hali ya kubabaika, wakiwa washindaji wa kweli. Watesi wao waliaibika, wakafedheheka. Watu wote wa Paris wakatambua aina ya Wakristo wanaofuata imani ya matengenezo. Hapakuwako na madhabahu ya kuhubiri Injili sawa na mahali watu waliokuwa wanachomewa moto. Furaha kamili iliyoangaza nyuso za watu hao walipopitia katika matatizo makuu mpaka kufa ilitangaza uwezo wa Injili. Waprotestanti walishitakiwa kuwa wanafanya njama ya kuwaangamiza Wakatoliki na kupindua serikali na kumuua mfalme, lakini hakuna ushahidi hata kidogo uliopatikana kuhusu mambo hayo.
hayo. Hata hivyo, walitendewa ukatili usiosemekana. Lakini baada ya kupita karne moja, mambo hayo waliyosingizia Waprotestanti yaliwapata, yaani mauaji ya kupindua serikali na mfalme wao. Hayo yaliletwa na wakafiri na Wakatoliki wenyewe. Juhudi ya kuangamiza Uprotestanti ndio ilileta maafa haya ya kutisha katika nchi ya Ufaransa. Tuhuma, mashaka, hofu na wasiwasi viliwakumba watu wote, wala hapakuwako na utulivu. Watu maelfu walikimbia kutoka Paris, wakawa wakimbizi katika nchi nyingine. Hali hii iliwafanya watu wapende imani ya matengenezo zaidi. Wafuasi wa Papa walishangaa kuona watu hao wazushi hawaonewi mashaka, ila watu wanaridhika kuwa nao. Uchapaji watangazwa kuondolewa. Francis wa kwanza alikuwa anapendelea kujikusanyia watu wa kila hali kutoka nchi zote. Kwa kuwa alikuwa na hamu ya kuwafutilia mbali wazushi wote, basi kundi hili la wataalamu likatoa sheria ya kupiga marufuku uchapaji wote katika nchi ya Ufaransa. Francis alitoa mfano mmoja kati ya mingi iliyochapishwa na kuhifadhiwa. Akasema kuwa utamaduni wa kisomi haufai kupingia dini na kuafikiana na mateso. Mapadri walidai kwamba matusi yaliyotolewa kutokana na mbingu kwa njia ya kudharau misa lazima yalipwe kwa damu. Januari 21 mwaka 1535 ndiyo siku iliyochaguliwa kwa ajili ya adhimisho rasmi. Kila nyumba penye mlango paliwashwa kimuli kwa ajili ya kuheshimu ushirika mtakatifu, sakramenti ya Kikatoliki. Kabla ya kupambazuka, msafara ulianzishwa kwenye jumba la mfalme. Msafara uliongozwa na askofu wa Paris katika fahari kubwa, huku akiungwa mkono na wana wanne wa kifalme. Baada ya msafara kutembea, mfalme Francis siku hiyo hakuvaa taji wala mavazi ya kifalme. Katika kuenenda, alijiinamisha kwa kila madhabahu, si kwa ajili ya makosa yaliyomtia unajisi, wala si kwa ajili ya damu isiyokuwa na hatia aliyomwaga, ila kwa ajili ya dhambi ya kifo ya watu wake ambao wamethubutu kuidharau huduma ya misa. Kwa ukumbi wa jumba la askofu, mfalme alionekana katika maneno ya masikitiko, akiombolezea maovu yaliyoangukia taifa. Alitangaza siku hiyo kuwa ni siku ya kuomboleza. Alimtaka kila raia mwaminifu asaidie katika kazi ya kuwang'olea mbali wazushi hawa wenye madharau ambao wanaitishia nchi ya Ufaransa. Alipokuwa akisema hayo, machozi yalikuwa yakimtoka na mkutano wote ukalia, huku akisema, tutaishi na kufa tukishikilia dini ya Katoliki. Neema iletayo wokovu imeonekana na kuimulika Ufaransa, lakini imesukumwa mbali, wakichagua giza zaidi ya nuru. Wameyatia maovu kuwa ndiyo mema, na mema wakayaita kuwa maovu, mpaka wakazama kabisa katika udanganyifu mkuu. Nuru ambayo ingewaongoza kutoka katika udanganyifu na kifungo cha giza wameitupilia mbali. Mara nyingine tena, msafara wa maandamano ulianzishwa. Majukwaa ya kuchomea Wakristo wa Protestanti yalijengwa na ikapangwa kuwa kuni za kuchomea watu hao ziwashwe wakati mfalme atakapoonekana, na ya kwamba maandamano yatasimama kushuhudia mambo hayo. Mambo yalipotokea, wale waliochomwa hawakuonyesha alama yoyote ya kusitasita wala kufadhaika. Walipoambiwa wakane imani yao, mmoja alisema, mimi ninaamini kile manabii na mitume walichoamini na kuhubiri, na Wakristo wote wanachoamini. Imani yangu imejengwa na Mungu. Imani yangu imejengwa kwa Mungu atakayeshinda nguvu za kuzimu. Waliporudi na kufika jumba la mfalme, watu walitawanyika, na mfalme na maaskofu wakaenda zao, huku wakijitia moyo kwamba wataendelea na kazi hiyo ya kuangamiza wazushi. Amani ya Injili ambayo Ufaransa imekataa itaendelea kwa hakika, lakini matokeo katika Ufaransa yatakuwa ya hatari. Katika Januari 21 mwaka 1793, maandamano mengine yalipita katika barabara za Paris. Safari hii tena mfalme ndiye alikuwa mwanzilishi wa maandamano. Tena kulikuwako na makelele na ghasia wakitafuta wazushi wapya. Tena siku hiyo iliishia kwa kuchoma watu wengine. Mfalme Louis wa 16 alipokamatwa alijaribu kushindana sana na waliomkamata. Mwisho wakakatwa vichwa na kuchomwa. Mahali hapo pa kuchomea watu, karibu watu 2800 walipoteza maisha yao. Matengenezo yameifunua Biblia katika ulimwengu. Upendo mkuu wa Mungu ulidhihirishwa wazi. Kanuni za mbinguni. Ufaransa ilipokataa kipao cha mbinguni, ikajiwekea akiba ya uharifu. Mwenendo wa njia yao na makusudi yao ilitokeza uasi.
mwenendo wa njia yao na makusudi yao, ilitokea uasi na mapinduzi yaliyoleta utawala wa hofu kuu. Shujaa Farel alifukuzwa nchini kwao akaenda Uswizi. Hata hivyo, mvuto wake haukuzimwa Ufaransa. Akisaidiana na wengine waliofukuzwa kama yeye, walitafsiri maandiko ya Kijerumani katika lugha ya Kifaransa. Walitafsiri pia Biblia katika Kifaransa na vyote vikachapishwa. Kwa kuwa vilichapishwa kwa wingi, wainjilisti wa vitabu walikuwa wakiviuza huko Ufaransa. Farel aliifanya kazi yake huko Uswizi akiwa kama mwalimu, huku akieneza mafundisho ya Biblia kwa tahadhari kubwa. Watu wengine waliamini, lakini mapadri waliinuka na kukomesha kazi hiyo, na washirikina waliipinga kazi hiyo. Mapadri walisema kazi hiyo haiwezi kuwa ya Mungu, maana kuhubiri kwake hakuleti amani ila vita. Farel alisafiri kijiji kwa kijiji, huku akivumilia njaa, baridi, uchovu na hatari ya maisha yake. Alihubiri sokoni, makanisani na mara nyingine katika mahekalu ya Wakatoliki. Mara moja alikamatwa na kupigwa karibu kufa, lakini aliendelea mbele. Alikwenda mji hata mji, mahali ambapo ni ngome ya Ukatoliki, akifungua milango yao kwa Injili. Farel alitamani kuimarisha Uprotestanti huko Geneva. Kama akifaulu kupanda Uprotestanti katika mji huu, ndipo patakuwa kituo kikuu cha kuendesha kazi katika Ufaransa, Uswizi na Italia. Miji mingi na vijiji vilivyozunguka vilipokea Injili. Aliingia Geneva akiwa na mwenzake mmoja tu. Huko aliruhusiwa kuhubiri mahubiri mawili peke yake. Mapadri walimuita katika baraza ambako walikuja na silaha wameficha nguoni ili wapate kumuulia mbali. Watu wengi walikusanyika kuhakikisha kuwa hawezi kutoroka. Askari walimwokoa. Kesho yake asubuhi mapema alisindikizwa kavuke ziwa akaenda mahali pa usalama. Huo ndio ulikuwa mwisho wa mahubiri yake ya kwanza huko Geneva. Jaribio la pili alichagua kijana mnyonge aliyetendewa vyema na watengenezaji. Lakini yeye atafanya nini mahali ambapo Farel alikataliwa? Mungu amechagua mambo mapumbavu ya dunia awaibishe wenye hekima. Wakorintho 1:1-27. Froment, mwalimu. Froment alianza kazi kama mwalimu. Ukweli ule uliofundisha watoto katika skuli. Watoto waliukariri walipofika nyumbani kwao. Hivyo wazazi wao wakaupata ukweli wa Biblia. Agano Jipya pamoja na vijizuu viligawiwa bure kwa watu. Baada ya kupita muda, Froment pia alifukuzwa nchini. Lakini ukweli aliopanda mioyoni mwa watu uliota. Imani ya matengenezo ilipendwa nchini. Wahubiri walirudi na ibada ya Kiprotestanti ikaanzishwa Geneva. Wakati Calvin alipoingia Geneva, mji ulikuwa umetangazwa kwamba unafuata imani ya matengenezo. Alikuwa akienda Basel wakati alipolazimika kuzungukia Geneva. Katika matembezi haya, Farel alitambua uongozi wa Mungu. Ijapokuwa Geneva ulikuwa umepokea imani ya matengenezo, hata hivyo nguvu ya uongofu kamili lazima itokane na Roho Mtakatifu, wala siyo agizo la baraza. Ijapokuwa Geneva imekataa mambo ya Rumi, ilikuwa bado inaambatana na makosa yaliyotapakazwa na Rumi. Farel alimsihi mwinjilisti Calvin akae hapo na kufanya kazi hapo, lakini Calvin aliondoka kwa ajili ya hadhari. Aliogopa kukabiliana na watu wa Geneva waliokuwa wagumu na wakaidi. Alitafuta mahali patulivu ili apate kujifunza. Hapo akaandika mafundisho na kuyachapisha, na kwa njia hiyo akasaidia kujenga makanisa. Hakuweza kukataa. Ilionekana kwake kana kwamba mkono wa Mungu umemwandalia mahali ambapo ataishi bila kubadilika. Ikaonekana kuwa ngurumo za laana, ngurumo za papa zilielekezwa huko Geneva. Sasa mji huu mdogo utawezaje kushindana na uwezo mkuu huu ambao huwatetemesha wafalme na wafalme wakuu? Ushindi wa watengenezaji umekwisha kupita, na Rumi ikakusanya nguvu mpya ili ikamilishe kazi ya kuangamiza hawa watengenezaji. Kanuni ya hawa Warumi wa Jesuit walikuwa wakatili wenye uwezo mkuu wa kutisha. Walioangamiza kabisa bila kujali lolote ila tu kutimiza agano lao. Injili ya Kristo imesababisha na kuwezesha watu kuvumilia mateso, baridi, njaa, kazi ngumu na umaskini. Walishikilia ukweli wa Injili bila kuogopa aibu, vifungo na kifo cha kuchomwa moto. Warumi wa Jesuit walileta mtindo mpya
Kusudi lao lilikuwa ni kuung'oa Protestanti na kusimamisha utawala wa upapa. Walivaa mavazi ya utawa na kutembea magerezani na hospitali wakiwahudumia wagonjwa na maskini, wakijifananisha na Yesu aliyekwenda huko na huko, wakitenda kazi njema. Lakini katika kifunikio hichi cha utawa ulifichika uovu na makusudi ya uasi. Kanuni ya mambo yao yalikuwa kuhalalisha mambo yao, huku waliongopa, wakiiba, wakiua, kana kwamba mambo hayo ni halali kufanyika wakiwa wanalihudumia kanisa. Katika hali yao ya hila, walipata nafasi kufikia hata vyeo vya serikali vilivyo vikuu. Walikuwa kama watumishi waaminifu sana, huku wakiwa majasusi. Walifungua skuli na vyuo vikuu vya kufundishia wana wa kifalme na watu wote. Waprotestanti walivutwa kijanja, hata wakaingizwa na kufuata kanuni za kipapa, kwa kuwa watoto walizoezwa kufuata kanuni za Kirumi. Hivyo wakausaliti uhuru ambao baba zao waliupigania na kumwaga damu. Popote hawa Jesuit walipokwenda, walizidi kuimarisha Ukatoliki. Ili kuwatia nguvu, Papa alitoa tangazo la kuanzisha kikosi cha ujasusi. Kikosi hichi hatari kilifanya kazi ya upelelezi kisirisiri. Watu wengi sana wenye ujuzi na utaalamu waliuawa na kukimbilia nchi nyingine. Ushindi wa matengenezo. Hiyo ndiyo njia ambayo Rumi walivumbua ili kuzimisha nuru ya matengenezo na kazi ya kuwasilisha watu katika ushirikina za zile za giza. Lakini chini ya baraka za Mungu, kazi za watu watawa wa Mungu aliowainua baada ya Luther, Uprotestanti haukuzimika na kuangamizwa. Haukupata uwezo wake kutokana na wakuu wa dunia. Mataifa dhaifu kabisa ndiyo yaliyohimili. Geneva, mji mdogo, na Uholanzi, kinchi kidogo kilichokuwa kikishindana na Hispania, na Sweden, nchi maskini, ndiko ushindi wa matengenezo ulikoimarika. Kwa muda wa karibu miaka 30, Calvin alifanya kazi huko Geneva, akieneza matengenezo ya Ulaya nzima. Kazi yake haikukosa kuwa na kasoro, lakini alikuwa chombo cha kutetea ukweli na maana kubwa, kukabiliana na uovu wa papa na kueneza usafi wa mafundisho ya Biblia katika kanisa. Kutokea Geneva, vitabu vilivyochapishwa vyenye ujumbe wa Mungu pamoja na walimu walitumwa huko na huko kuutangaza ukweli. Kwa hiyo walioteswa katika nchi zote walitazama kupata mafundisho ya kuwatia moyo. Mji wa Calvin ulikuwa ngome kwa wote waliokuwa wakiwindwa. Katika Ulaya yote ya Magharibi, wote walikaribishwa na kutunzwa. Nao waliufaa mji kwa utaalamu wa aina mbalimbali walioleta. Watu kama John Knox wa Scotland, ambaye ni mtengenezaji hodari, na Waingereza wengi na Waprotestanti wa Uholanzi na Spain walipata nuru huko Geneva, wakaenda nayo huko kwao ili tutakesha na tutaomba daima, tutafanya kazi mpaka akija, tutaimba na tutasoma ishara, hatujui